Swanga TV, sauti ya maisha. Hali gani ndugu mtazamaji wa Swanga TV popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi chetu cha Swanga Highlights, kipindi ambacho tunajadili masuala ya michezo na burudani, michezo ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Na leo tunajadili kuhusiana na mchezo ambao ulichezwa jana baina ya Simba Sports Club ya nchini Tanzania dhidi ya Stade Malien kutoka nchini Mali. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo. Katika uchambuzi huu siko peke yangu, bali niko na mchambuzi mahiri wa hapa nchini Tanzania. Si mwingine bali ni brother Shaban Nali ambaye tuko naye studioni kwa ajili ya kujadili. Brother, karibu sana. Asante. Habari za kazi? Nashukuru. Naona burudani inaendelea. Sahihi kabisa. Wakati wengine wanacheka, wengine wanalia. Hiyo kila kona, na vicheko na utawala. Ndio soka tena. Soka ndivyo. Naam, ndugu mtazamaji, unaweza kushiriki nasi katika mjadala huu kwa kulike, comment, pia bila kusahau kusubscribe channel yetu ya Swanga TV. Brother Nali, mechi ya jana, mechi ambayo iliibua majonzi lakini pia vilio kwa mashabiki wa Simba. Tuanze kuzungumzia kuhusiana na udhaifu wa Simba jana, wakati mashabiki wakiamini kwamba Simba inaenda walau kuleta matumaini. Tunaona Simba anafungwa tena mabao mawili kwa moja. Udhaifu wa Simba jana ni kwa wapi? Udhaifu wa Simba jana, tukianza na udhaifu wa Simba jana, tunaangalia kwanza kutokea hasa kwenye kiungo cha Simba. Ndiko ambao kulikuwa sehemu moja dhaifu ambayo tukiangalia defensive, lakini vile vile ukiangalia maeneo. Kwa hiyo walizidiwa katika kiungo, na ambacho iliwafanya start waweze kutumia vizuri wings zao na kuweza kusababisha kupata mabao hayo mawili, hasa ambayo ilikuwa ya mapema zaidi na haraka. Dakika 25 za mwanzo. Na 25 za mwanzo tayari Simba wameshaconcede bao. Tactically tuzungumzie mabao ya Stade Malien, lakini dhidi ya bao moja waliopata Simba. Katika upande wa mabao ya Stade Malien, tuangalie madhaifu yalikuwa wapi, mabeki, kipa au kitu gani? Lakini huku tuangalie bao la Simba. Je, hakukuwa na uwezekano wowote wala wa kuongeza bao moja ili mradi labda waweze kutoka sare? Tukiangalia mabao ya Stade walivyoyapata, hasa haya mawili ambayo ya kipindi cha kwanza. Kwanza moja, tactically hawa jamaa wana speed sana. Na hii speed iliweza kusaidia. Angalia mabao yao waliweza kuyafunga. Ukiangalia goli la kwanza ambao limetokea pembeni kabisa kwa wing ambao ni Diab, ambao baada ya kufanya cutting in kumzunguka Shomari Kapombe na kuweza kuinua ule mpira, ulipigwa kwanza kichwa. Lakini baadaye ukapigwa bounce uliodondokea, ambaye ni tunamuona Tadeo Nkenja ameweza kuscore kwa haraka mno. Yaani ndani ya ni kitendo cha sekunde kadhaa wanashangilia. Na ambapo unaangalia backline ya Simba walikuwa wanajua labda Tadeo yuko offside, kumbe yuko onside. Nayo ilikuwa ni udhaifu mkubwa sana. Kama mtu usiangalie kivuli. Yaani pale kilichotokea ni mtu ambaye ni nafikiri alikuwa ni shahidi, alikuwa anaangalia kwamba huyu yuko offside. Kwa hiyo akudili naye sana. Kumbe mwenzake alikuwa ni offside. Wenyewe ni udhaifu mkubwa ambao ulitokea eneo la kiungo, lakini pia hata defense ya Simba jana ilikuwa nalo iko dhaifu sana. Kisha kuangalia bao la pili pia ambalo limetokea ni mpira wa kutenga na ni kona ambayo beki kabla hajaokoa, beki ambayo ni Simpala, ambayo Ismail Simpala ni mrefu, kairuka kidogo, kaugusa mpira umeingia kambani, ambayo wanawashangilia bao la pili. Lakini ukija kuangalia tactically goli la Simba imefungwa katika ubora mkubwa. Jana Simba wametoka 2-1, lakini wao wanaweza kusema wamefunga bao bora jana, Neo Maema. Ambapo unakuja kuangalia mpira ulikuwa umetokea wingi ya kulia, umeona? Kuja nao kushomari Kapombe, lakini baadaye ukawa wamekati in ndani, ambao Neo Maema akamtambuka mtu mmoja na kuweza kushuti nje ya eneo la 18. Tunazungumzia goli ambalo limefungwa zaidi ya mita 49. Umeona? Kwa hiyo unakuja kuangalia ni umbali wa kiasi gani ambao ulipigwa ile goli. Ni goli ambalo ni moja ya magoli mazuri ambao walifungwa siku ya jana. So tuangazie ubora wa Stade Malien kwa wapi? Ubora wa Stade Malien, kwanza tunaangalia win second ball zote.
jamaa walikuwa wanahakikisha kwamba wakikosa, yani Simba akiweza kublock mpira lakini second ball wanaondoka nao wao. Kwa hiyo walikuwa sharp sana katika maamuzi. Hiyo ndio ubora mkubwa walikuwa nao. Wachezaji wao walikuwa sharp sana kwenye maamuzi, katika kila eneo walikuwa wanaamua vizuri. Second ball zote walikuwa jamaa wanawini. Hata kwa hesabu kwa second ball ambazo wamewini wachezaji wa Stars, mingi wamewini wa dhidi. Na ile spidi mwanzo nilipokuwa naiangalia ilikuwa spidi ya ajabu sana. Jamaa, mimi ni mwanzo nilizungumza kipindi kilichopita kwamba Simba wanaenda kucheza na wachezaji ambao ni wanajitafuta. Sasa hivi tunasema Gen Z, wachezaji ambao wana uchu wa mafanikio. Ukiangalia kina Tadeo Kengi wana umri miaka 25. Na Tadeo Kengi, kwa taarifa yako tu, ananukia kwenye ligi yetu ya NBC. Ananukia kwenye ligi yetu ya NBC. Kuna timu inamuinda. Yule mfungaji wa bao la kwanza mmoja Tadeo Kengi kwa kwangu, ambaye ni Mkameruni, miaka 25. Unakuja kuangalia mfungaji wa bao la pili Ismail Simpola, ambaye yeye anacheza timu moja na kaka yake, ambaye aliingia kipindi cha pili na kusababisha ile ambayo alikuwa anakwenda kufunga bao la tatu kabla hajatoka ligi kali. Kwa hiyo Mnali tu kwa faida ya mtazamaji, msimamo wa ligi kwa sasa uko. Msimamo wa kundi D sasa, kundi D sasa limekuwa la moto. Limegeuka kuwa kundi la kifo. Na hili kundi limegeuka kuwa la kifo wenyewe kwa Simba Sports. Mambo yamegeuka. Watu walikuwa wanaamini kundi B ndio la moto kweli, lakini kundi B sasa limekuwa la moto sana kuliko makundi yote, lakini kundi B nalo sasa hivi ni la kuangaliwa sana kwa sababu bado liko wazi. Yaani tunazungumza haya lakini bado liko wazi. Kila mtu amebakiza mechi 4 hapa. Lakini katika mechi 4 hizo za home and away, ana 2 Simba Sports za hapa Tanzania, lakini ana 2 akiwa away dhidi ya Tunis pamoja na Petro Rwanda. Kwa hiyo sasa ukiangalia unaona kabisa kwamba bado Simba ana kazi kufanya, na ukiangalia msimamo wa kundi lao sasa hivi juu pale yuko Petro kwa sababu ya herufi tu. Anafuatia Stade Malien, wote wana pointi 4 hao. Ukiangalia wamemechi kila kitu hapa. Anakuja anafuatilia Tunis ambaye ana pointi 2. Wa mwisho kabisa ni Simba Sport ambaye hana pointi hata moja. Simba waboreshe wapi kuelekea mechi hizo zilizosalia walau kurudisha matumaini dhidi ya mashabiki wao wa Simba? Kwanza wanahitajika waweze kushinda michezo 2 ya nyumbani iliyobaki, lakini bado waende kushinda mchezo wa 3 away. Kwa hiyo akianzia na mchezo unaofuata Januari kati ya yeye pamoja na Tunis, ashinde away, ambapo ni kibarua kikubwa sana kwa sababu Tunis naye anatazamia michezo inayofuata 2 ya Simba akiwa home and away. Anarudi naye hapa, anaenda Tunis Simba kumfuata, akitoka kucheza kule anarudi naye wiki inayofuata ni hapa. Kwa hiyo na yeye anaangalia hizi point 6. Kwa hiyo kundi hili limegeuka kuwa gumu sana, hasa kwa Simba Sports. Unaiona wapi Simba Sports Club ukizingatia Simba katika hii michuano amekuwa walau anaisha kwenye robo, lakini kwa hali ilivyo pointi 6 ameshapoteza, bado mechi 4 mkononi na timu zenyewe ndio hizo bado ni Simba. Simba unaiona wapi? Kwa kweli inashangaza kuona finalist wa mashindano ya CAF Confederation ni sio kwamba ameishia robo au ni finalist, lakini sasa hivi kwenye group stage Champions League anaburuza mpira tena akiwa hana point hata moja. Lakini bado huu ni mchezo wa soka. Simba ana uwezo wa kupata matokeo katika mechi zilizobaki. Kupata matokeo mechi 3 tu ni qualify kwenda katika stage inayofuata. Kwa hiyo mimi ninachoomba ni kwamba tu Simba waboreshe, waangalie madhaifu ambayo yamejitokeza, hasa kuangalia maeneo yao ya backline ambayo imekuwa dhaifu sana siku ya jana, lakini vile vile waweze kuangalia maeneo ya kiungo more, lakini bado pia wanatengeneza nafasi nyingi hawazitumii. Kwa hiyo katika forward line nayo waiangalie pia. Nikushukuru sana Mnali kwa uchambuzi wako uliotukuka. Ni matumaini yangu ni kwamba watazamaji watakuwa wamefurahia sana uchambuzi wako. Sahihi kabisa. Naam, ndugu mtazamaji wa Swanga TV, kila lenye mwanzo halikosi mwisho. Niko nami Hamza Shabani Lusambo nikishirikiana na mchambuzi mahiri Shabani Mnali katika kukuletea uchambuzi wa mechi ya Simba dhidi ya Stade Malien ambayo ilimalizika 2-1, Simba akiwa amepoteza. Ni matumaini yetu ya kwamba utaendelea kufuatilia vipindi vingine vya michezo na burudani kupitia Swanga TV. Hatuna la ziada zaidi ya kukwambia kwaheri na bye bye.
Swanga TV, sauti ya maisha.